Game time tunavyo sisi. Argentina inaweza ikapata matokeo bila Messi. Of course. Hata Ureno. Hapana. Bila Ronaldo. Hapana. Mimi siamini kwamba Ureno wanaweza kupata matokeo bila Ronaldo. Na si kwa sababu ya uwezo. It is how ni namna ambavyo Ronaldo amecreate personality yake around the team. Game time tunavyo sisi. Yes, ukiachana vita ndani ya uwanja, kuna vita ya mashabiki inaendelea nje ya uwanja. Na vita hii inahusisha wachezaji wawili, Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Hatua ya 32 bora. Cristiano Ronaldo yupo uwanjani dhidi ya Croatia. Meza Game Time nadhani itakupa undani wa mchezo hii ambayo inakwenda kuchezwa. Lakini pia hatua hii ya 32 bora, kwenye episode hii tunaenda kumcheki pia Messi akiwa na Argentina. Bwana Ski Sensei. Mambo yako vizuri? Fresh kabisa. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Hello, tanaambia naenda na nani? Moro King. Yeah. Mambo yako vizuri? Naema sana. Ronaldo yupo vizuri? Yeah, Ronaldo is doing good. Safi sana. He's back. I would ask from where, but again. Yes. Ureno yupo kwenye hatua ya 32 bora kombe la dunia la mwaka 2026. Yupo dhidi ya Croatia. Moja kati ya mchezo ambao unaangaliwa kwa kiasi kubwa sana, lakini wengi wakimpa chapuo Ureno. Na toka mashindano haya yanaanza, Ureno ni moja kati ya timu ya taifa ambayo ni moja kati ya timu ya taifa ambayo imepewa nafasi kubwa ya kuchukua kombe hili. Dhidi ya Croatia ambaye anakupa game nzuri kila ukikutana naye. Anaruhusu, lakini anakuambia ni moja kati ya timu ya taifa ambayo anakuambia tushindane kufunga. Nifunge, nikufunge. Ureno kwa kiasi fulani afungi goli nyingi sana kwenye hatua hii, lakini inakupa performance nzuri uwanjani. Game hii inaenda kuamuliwa zaidi maeneo gani ukizingatia Portugal imesheheni kweli kweli? Ukiangalia kwenye hatua ya makundi, unakuta kuna sababu ambazo zinambeba Portugal, alafu pia zinamkataa Portugal. Yeah, kwa sababu kwenye game 3 walizocheza Portugal kashinda game moja. Kashinda game moja ambao ni game ambao watu wote walitakiwa wajua anashinda. Na anashinda kwa goli ngapi? Alimfunga Uzbekistan goli 5. Yeah. Goli 5 kwa moja. Game against DR Congo draw bila. Game against moja. Yes, yeah. moja. Game against Colombia draw bila. Ni game ambazo hizo zote game kidogo apoteze. Yes, mtu alizidi kucha ndo ikamsababisha game hiyo apate at least point moja. Yeah. So ukiangalia kwenye span ya game 3 ambazo wakati World Cup inaanza, favorite walikuwa ni watatu, yeye akiwemo. Ukitaja favorite wa pili, Portugal yupo. So kila mtu alijua kwenye ile group angegaragaza watu wote, akaongoze group. Yeah. Then game zinazofuata ziwe za kuelekea kwenye kuchukua at least goti wao na wao wapate chochote kitu. Lakini kwa Russia kwenye takribani World Cup 4 mfululizo anaingia kama underdog, anaingia kama mtu ajielewi, lakini anachokwenda kudeliver uwanjani kila mtu mara walianza kumpa jina la Dark Horse. World Cup ya 2018 walianza kumpa majina kama Dark Horse. 2022 tena akatoa panga. Hii tena yakachumua, mtu anasogea paka nusu finali kimzaa tu, mtu anasogea paka robo na anapita kwenye sehemu ambazo unaona kuna watu kweli kweli. 2026 ni hii yupo na Portugal ambayo kila mtu anahisi amejipata, lakini akifika uwanjani mchezo hauonekaniki. Moja kati ya timu ambazo unatakiwa usiombe kukutana nazo ni wewe uliojipata ukutane na mtu ambaye anaonekana hana la kupoteza. Yeah. Na ana uwezo wa kupata magoli. Yule Perisic mimi nimemuona tangia kitambo na ana deliver mzigo ule paka sasa hivi. Modric kweli kwenye game kama ya Uingereza kidogo alikutana na watu wanapishana sana pale katikati, ndo kidogo akaonekana amelelo, lakini kuanzia pale anatokea nje anaonyesha
akianza anaonyesha. Probably kwenye game pia ya Portugal anaweza akaanzia nje, alafu ili watu wapishane pale katikati, akija yeye adeliver utaalamu. Ukimwacha huyo, kuna watu ambao wanajipambania, wakina Gabriel wana uwezo wa kukaba watu na watu watu wasionekane kwenye World Cup. Ase kama Martinez nasikia za ndani kwamba anataka kibarua cha El Nasri msimu unaokuja. Kama ataendelea kuleta urafiki wake na Ronaldo kumwanzisha pale juu, huenda tafrija ya Morocco tafrija ya Portugal ikaisha mapema. Kuna muda kama kocha inabidi ufanye maamuzi magumu kwa ajili ya taifa. Ambao wewe unaamini maamuzi magumu ni yapi? Sio kwa ubaya. Sawa, nalosema kuna ubaya. Sio kwa ubaya. Inabidi mbuzi awe anajilamba kuanzia dakika ya 86, 85 au 80 kulingana na matokeo pia ya mechi husika yako vipi. Kwamba yani Cristiano Ronaldo aingie dakika ya 86. Of course. Okay. Nataka tu kuelewa. Yes. At least 86 inaweza ikawa mbali. At least dakika 75 kuendelea. Na hiyo inategemea matokeo pia ya timu yako vipi. Ndio uanze kumuongeza. Portugal anacheza pungufu, Ronaldo akiwepo. Kuna kitu pia nataka nikiweke kwenye hiyo sehemu. Unajua Ureno inaweza ikawin World Cup bila Ronaldo kucheza dakika zote 90 kwenye mchezo yote. Kwa sababu mimi ninachokiona sasa kinachofanyika Ureno, just Ronaldo anataka awepo hata kwenye game ambazo kwa binafsi naona hii game hakustahili kuanza. Kwa mfano game gani? Dhidi ya Colombia. Ilikuwa game ngumu sana. Game ngumu sana. Kashikashi za Colombia kwa mtu wa miaka 41. Mimi nafikiria tofauti. Yaani mimi nafikiri ni vizuri Ronaldo aanze, lakini asimalize mechi. Lakini hili jambo lingetakuwa lifanywe na Ronaldo mwenyewe. Kwa sababu nikiangalia Ureno pale, mtu ambaye anaweza akamcontrol Ronaldo simuoni. Wapo. Naona Argentina wapo, ule Ronaldo ukimcontrol anaweza akaondoka, ana egos tunasema. Timu ina wachezaji 26 aondoke. Sasa unajua na hizi timu nyingine zinalinda heshima za hao wachezaji. Ureno of course Ronaldo ametoa kila kitu kwenye timu. Anayetakiwa kulinda heshima ya mchezaji wa kwanza ni mchezaji mwenyewe. Just tunasema yule jamaa ana ego. Hakuna mchezaji ambaye hana ego. Kuna wachezaji ambao ego zao, unajua nimesoma report ya timu ya taifa ya Argentina. Kocha wa Argentina anakuambia game ya mwisho dhidi ya Jordan, Lionel Messi ndo aliomba mwenyewe akae nje. Yaani Jesse alisema hii game siwezi kuanza kwa sababu anataka kuwapa nafasi wachezaji wengine waonyeshe of which mimi nafikiri ni tatizo kwamba mchezaji yeye anaweza kuplan vitu kama hivyo. Kuna vitu ambavyo kwenye psychology of soccer havitakiwi hata visikike nje. Tunaamini kwamba Scaloni, tunaamini Martinez ndio makocha, ndio viongozi wa timu. Wao ndio wanatakiwa wapange nani anaanza, nani haanzi. Lakini tunaangalia future ya Argentina iko wapi? Iko kwa Messi au iko kwa nani? No, haipo kwa Messi. Ipo kwa wachezaji wote wa Argentina, lakini this time around ile timu ina run kimatokeo. Messi anaachieve vitu vikubwa zaidi kuliko wachezaji wengine. Sasa either kuna wakati kocha wa Argentina anataka kusema okay, nataka kuiona Argentina bila Messi itakuwa vipi? Ureno bila Ronaldo itakuwa vipi? Just hicho tu kinaweza kikawa kina advantage kubwa sana. Ngoja kwanza niulize, labda si nasahau ni uzee au nini. Kwenye mechi 3 za makundi za Portugal, kuna muda Ronaldo amefanywa sub? Hamna. Mchezo zote. Kacheza dakika zote zote paka extra time. Zote. Kacheza dakika zote kwenye mechi 3 zote. Kacheza sijui, ila ni tatizo. Yeah, tatizo kubwa sana. Inawezekana sio tatizo kubwa, lakini ni tatizo. Lakini skills, mimi nawaelewa Portugal. Portugal na Argentina ni timu tofauti kabisa. Argentina inaweza ikapata matokeo bila Messi. Messi, of course. Hata Ureno. Hapana. Mimi siamini kwamba Ureno wanaweza kupata matokeo bila Ronaldo. Na si kwa sababu ya uwezo. It is
how ni namna ambavyo Ronaldo amecreate sijui niiteje personality yake around the team. Yani Ronaldo amecreate mazingira, okay, tusiseme Ronaldo, tunaweza tukawa tunamuonea. Timu ya taifa ya Ureno imecreate mazingira kwamba Ronaldo ndio mchezaji wa sisi kumtizama. Argentina hawafanyi hivyo, japo na wao ndo ile kwamba wao pia wanajaribu kumtengenezea mazingira mbuzi wao, kwa sababu kama tunakumbuka analysis zilizopita nilisema goli la pili la Messi dhidi ya Austria, goli ambalo angeweza kufunga mtu yoyote, lakini ni kama kila mtu alikaa mbali ili I think ni Saudia, kila mtu alikaa mbali ili Ronaldo afunge, ili Messi afunge. What I'm trying to say is, watu hawaamki asubuhi na kuamua kwamba Ronaldo kaa bench. Hivi vitu vinatengenezwa kuanzia huku kwenye preliminary rounds. Kuna huku kwenye hatua za mtoano, hatua za awali kabla ya kufika kwenye kombe la dunia. Messi alikuwa anachezea mbao, sio kwa ubaya kwamba hana uwezo, lakini hii mechi haikustahili wewe, hii waachie wengine. That is how you create a culture ya watu kujitegemea. Lakini sasa kama kuna mtu mmoja ambaye anaweza akacreate mazingira kwamba, au kuna watu watacreate mazingira kwamba lazima hii personality iwepo, itakuwa kazi kubwa sana. Na ndo maana pressure kubwa sana, ni pressure kubwa sana kwa Ronaldo kufunga, kwa sababu kila mtu ana expect hivyo. Lakini hamna mtu ambaye analazimisha Messi afunge, kwa sababu Messi atafunga tu. Na unahisi samani, na unahisi kitendo cha Messi kufunga kila mechi kinasababishwa na Argentina au kinasababishwa na ubora wa Messi, na utofauti wa Ronaldo kutofunga kunasababishwa na ubora wa Ronaldo au na utofauti wanaoleta Ureno? Argentina, Messi kufunga magoli ya Argentina kunatokana na ubora wa Messi, kwa sababu Messi asipokuwepo Argentina watafunga tu. Kwa ubora wa Messi ndo unatengeneza mazingira. Kwa mfano, lile goli la pili la Saudia, Messi ndo alitoa pande kutoka upande wa kulia wa uwanja, watu wakashambulia, lakini Messi huyo alikuja kujikuta yuko upande wa kushoto. Huo ni ubora wa Messi. Ronaldo on the other hand, Ronaldo ni mzee wa tapin. Si kitu kibaya, because ndivyo ambavyo ametengeneza mazingira yake ya boli. It's true. Na angalia hata kushangilia kwa Ronaldo na Messi, opponent, yani mchezaji mwenzake akifunga. Kwanza wachezaji wengine wa Argentina wakifunga wanamkimbilia Messi, au Messi anawakimbilia wao kwenda kushabikia. Hapo niongeze, Cristiano ni kapu hii Messi hajakuwepo uwanjani wakati wachezaji wenzake wanafunga, kwa sababu game ya kwanza kafunga hat-trick yeye tu, game ya pili kafunga 2 yeye tu, game ya tatu kaingia uwanjani ikiwa ni 2-1 akaja akafunga la tatu. Kwa hiyo hajakuwepo uwanjani wakati wenzake wanafunga. Hata mechi moja alikuwepo wapi? Alikuwa benchi, hakuwa ndani ya uwanja wakati wenzake wanafunga. Kwa hiyo Argentina ya World Cup hii imeshangilia magoli ya Messi tu kwa wachezaji wenzake, lakini Messi hajashangilia magoli wenzake. Yes, hajashangilia magoli ya wachezaji wenzake. Na Argentina wamefunga magoli 8 mpaka sasa hivi, na 6 kati yao wamefunga Messi. Kipindi hayuko uwanjani watu wamefanya tafrija ya magoli 2 tu. Yeye akiwa uwanjani tafrija ya magoli 6. Kwa unataka kusemaje? Nyie tatizo mnalijua, lakini mnazunguka kwenye hizo timu mbili. Kwenye timu mbili. Ndio maana swali langu lilikuwa, je, ni ubora wa Messi ndio unasababisha afunge magoli mengi Argentina? Ni ubora wa Messi ndio unasababisha. Sio ubora wa Argentina. Yes, lakini hauwezi kusema pia kwamba Argentina bila Messi sio bora. Ngoja ni upande wa pili wa swali. Je, ni ubovu wa Ronaldo ndio unasababisha yeye asifunge, au ni ubora wa Portugal ndio unasababisha Portugal washinde mechi? Ni ubovu wa Ronaldo ndio unasababisha Portugal wasishinde. Lakini Ronaldo huyo mbovu ana magoli 2 zaidi ya wachezaji wote wa Portugal kwa mechi 3. Sahihi. So kirusi ni Ronaldo akae mkeka ili Portugal washinde, au wamchezeshe zaidi Ronaldo ili waweze kupata matokeo. Katika mechi 3 hizi skills Portugal wamemchezesha sana Ronaldo. Ronaldo hawezi akakaa akalalamika kwamba wachezaji wenzake hawajamtengenezea. Yes. They have created a lot for him. Kwa ni muda apumzike. Ndio maana nikasema mimi I for one believe kwamba Cristiano Ronaldo hatakiwi kumaliza mechi. Okay.
acheze dakika 60, anze obviously, kwa sababu mwanangu, hatuwezi tukakaa hapa tukasema kwamba Ronaldo hana impact kwenye timu ya taifa ya Ureno. Ni uongo. Mtu ambaye amecheza kwenye top flight kuanzia mwaka 2004, 2008, yani 2004, 2006, 2008, 2010, 12, 14 mpaka leo 2026, kuna mengi sana makubwa ambayo ameyafanya na hatuwezi tukayaondoa hayo. Lakini for the sole purpose ya timu ya taifa ya Portugal au Ureno kwa Kiswahili kuweza kufanya vitu, lazima waweze kuweka mzimu wa Ronaldo pembeni, waweze kucheza wao. Tuone Bruno Fernandes na assist zake 21 kwenye Premier League, tuone wakina Nuno Mendes, tuone wakina Vitinha, yani tuone ile creativeness ya wale mabwana. Sababu mimi naamini moja ya mashine kubwa sana, moja ya midfield makini sana ipo Portugal. Ni ukweli. Dunia nzima iko Portugal. Lakini sasa how zinatengeneza magoli mangapi ni ngumu. Hiyo ni issue nyingine. Tuachane na Cristiano Ronaldo bana. Tuangalie kwenye round hii ya 32 bora itakuwa vipi, lakini pia kumbuka Ronaldo pia na records zake anazikimbilia. Kwa hiyo ni ngumu pia kukubali kukaa bench. Sababu mtu mwenye magoli 973 kukaa bench sio kitu rahisi. Nimeelewa kauli ya Skills Sensei kwamba kila mchezaji anatamani kuwa kama Ronaldo. Kuwa na nasema njaa ya mafanikio. Ronaldo of course ana njaa ya mafanikio hata kama watu wanamuona amechoka, lakini yeye anasema I think kuna kitu kikubwa ambacho nataka tembo hata konde vipi hawezi kuwa kama ng'ombe. Statement yangu nilimaanisha unaweza ukajibuild kuwa Ronaldo lakini huwezi kujibuild kuwa Messi. Messi ni kitu kingine. Ukimwangalia Messi, ukiangalia mpira unamuona Messi. Lakini ukimwangalia Messi umeona mpira mzima. Yeye tu mwenyewe. Yes bwana, Algeria wapo dhidi ya Switzerland. Tukiangalia Algeria tumesema amemkimbia nani? Spain, lakini I think pia game ni nzito zaidi kwa Algeria pia. Yes, kwa sababu Switzerland nimemwangalia kwenye mchezo ya hatua ya makundi. Of course wachezaji wanatoa kila kitu walichonacho. Ukimwangalia Shaka huyu wa Switzerland ni tofauti kabisa na huyu unayemuona ulikuwa unamuona Arsenal. Sunderland. Kwanza hongera, nasikia mnamtaka Xhaka bana. Alonso anataka kufanya naye kazi. Na nafurahi sana. Na Xhaka amesema timu pekee anahitaji ni Chelsea. Na nafurahi sana. Nimeogopa sana. Nafurahi sana. Hii game inakwenda upande gani? Game hii naiona game ni 50-50. Algeria ana watu ambao wanaweza wakapata matokeo against Switzerland, na Switzerland ana watu ambao wanaweza wakampa matokeo. Kama Switzerland waliweza kupata draw na timu kama Canada, basi kwa uwezo waliokuwa nao Algeria, sio tu suluhu, hadi kushinda game wanaweza akashinda vile vile Algeria. Moja kati ya timu za Afrika ambazo unaziona zina asilimia at least 55 ya kuqualify kwenda kwenye 16. Algeria ni mmoja wapo wanapokutana na Switzerland. Switzerland sio rahisi na pia sio wagumu kiasi kwamba mzani ukawa umeelemea mkubwa kwa upande wa Algeria zaidi ya Switzerland. Algeria amepita kwenye grupu ambalo ilimtakiwa game ya mwisho ndio imsababishe yeye ya qualify, na amefanya hivyo. Switzerland kwa watu waliokutana nao kama Qatar, Canada na nini, alitakiwa qualify mapema sana. Mapema tu kwenye group lake, hajapita group gumu. Kwa hiyo bado namuona Algeria na nafasi. Ukiachana na kuweka rekodi ya kuifunga ama kushinda mchezo wa kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia, timu ya taifa ya Misri haijapoteza mchezo wote kwenye hatua ya makundi. Wana run vizuri kweli kweli. Safu ya ushambuliaji ikiongozwa na Mohamed Salah, Omar Marmoush, Imam Ashur. Wanasema ni quality ya Ulaya lakini inacheza Afrika. Wamefanya kila kitu ambacho wanatakiwa wakifanya kwenye timu ya taifa. Wanaenda kucheza dhidi ya Australia. Si timu ambayo inatisha sana dhidi ya Misri hii ambayo tumeiona kwenye kombe la dunia. Aidha Misri ndo anaweza akawa na njia nyepesi zaidi ya kwenda hatua inayofuata. Kiangalia ni makaratasi, Misri wana nafasi kubwa sana ya kumtoa Australia kwenye hii. Japo kwenye analysis ya mwanzo kabisa mimi sikuwapa nafasi kabisa Australia kwenda popote kwa sababu Socceroos bwana
hawana quality hiyo. Wamekutana na Uturuki mbovu, wamekutana na USA mbovu, wakapita kwenye mstari huo wakaenda mbele. Lakini kama Misri ambayo tunaiona inaweza ikakaza msuli, itakuwa ni game nzuri sana kwao na itakuwa game nyepesi sana kwao kama wakiitaka hii game, kwa sababu there comes a time, yani ukiangalia jinsi ambavyo boli linaenda unaona kabisa hawa watu hii game wanaitaka. Kwa mfano jinsi ambavyo Australia walicheza na Uturuki, unaona kabisa yani kwamba wao wanajijua walivyo, kwa hiyo wanakuwa wana mshawasha mkubwa kuliko wenzao. Na kama Misri wakiitaka hii game, sidhani kama Australia wanaweza wakawazuia. Australia hawana kwa kukosa maneno bora zaidi naweza nikasema Australia hawana quality ya kumtoa Misri, lakini ni mpira wa miguu, dakika 90 zitaamua. Kwa kasi fulani game inamhitaji Misri imara. Yes. Kwa group waliopita Australia kumtwanga tu Turkey ni statement. Kuna kupoteza against USA ambaye ni mwenyeji ilikuwa ni obvious. Yes. Kuna kupata draw na mtu kama Paraguay ni jambo pia la kufikirisha. Na Misri kwenye group lake kamfunga kibonde. Kampiga New Zealand pekee ndo aliweza kupata matokeo, akadraw na Egypt. Na Ubelgiji. Yes. Akadraw na Iran pia. Bila. Kwa hiyo kwa mimi naona mtu mwenye game ngumu ni Egypt kuliko Australia. Australia kapita kwenye grupu ambalo kidogo lilikuwa zito kuliko la Egypt. Kwa hiyo akitolewa Egypt sitashangaa. Mabingwa Lionel Messi yupo dhidi ya mabingwa watetezi. Usipotoshe, mabingwa watetezi. Okay. Kuna bingwa wako mwingine? Hapana, ni bingwa mtetezi. Ingekuwa sasa ni bingwa tusingeangalia kombe la dunia, tungelala tu. Kama mechi yenyewe saa 8 usiku. Yep. Tusubiri mwisho. Wanacheza dhidi ya Cape Verde. Nikisema bingwa nakosea. Bingwa mtetezi. Okay. Yaani yeye ni bingwa kabla ya kombe la dunia hili. Ila sasa hivi ni bingwa mtetezi. Tushamvua kwanza ule ubingwa. Ni bingwa mtetezi. Yes, yupo dhidi ya Cape Verde. Wengi wanasema kuna mtu anaandaliwa njia, sasa sijajua wanatumia vigezo gani. Mtu ambaye anasema labda Argentina anaandaliwa njia kwa sababu ya njia aliyopita, nitamshangaa sana kama mtu huyu atakataa au atasema Arsenal hakuandaliwa njia ya kufika fainali ya UEFA Champions League. Makundi yameandaliwa tangu Disemba. Hii draw ilishaandaliwa tangu Disemba kurudi nyuma huko. Ili timu yako wewe ambao unaipenda isikutane na huyu ambaye humpendi sasa hivi, ilitakiwa tu iongoze kundi. Ishinde game. Lakini wewe ukute labda timu yako ya New Zealand au ya Australia imekuwa ya 3 kwenye best loser, afu unategemea ukutane na best loser mwingine. Haiwezekani. Kwa hiyo kila mtu anakutana na timu kulingana na yeye alivyoshinda mechi zake za makundi. Simple. Yani hamna mtu ambaye alikaa akasema sasa hapa Argentina atamfunga 3 Austria au 3 Austria atamfunga 2 Jordan, afu atamfunga labda sijui nani ili akutane na huyu, afu atamfunga huyu ili akutane na huyu. Kuna uwezekano Cape Verde akamfunga Argentina afu story ikaishia hapo. Kwa hiyo hii story kwamba Argentina anaandaliwa kuwa bingwa ikaishia hapa. Na ni watu hawa ambao wanasema Argentina anaandaliwa mazingira kwa amfunge Cape Verde ili sijui akutane na nani ili afike fainali. Cape Verde akimfunga Argentina, watu hawa watashangilia. Kwa hiyo hizo ni stories za vijiweni ambavyo kila mtu ana maoni yake, lakini game itakuwa nzuri sana. Yaani kuna kitu kimoja nilikisema analysis iliyopita, nilisema hivi: mimi siwezi nikasema kwamba Curaçao na Cape Verde wamefanya makubwa. Yes, wamefanya makubwa kwa sababu Cape Verde kufika hatua ya mtoano ikiwa ni mara yao ya kwanza kufika kombe la dunia, kucheza kombe la dunia, ni kitu kikubwa sana kwao kama taifa. Ni statement kubwa sana. Lakini kuna wakati numbers
statistics za game zinatakiwa zituambie kitu. Cape Verde amecheza dhidi ya Spain. Spain amelenga target mara 26. Katika hizo 26 alizolenga target, amemlenga kipa mara 7. Si ndio? Hizo ni shots on target. Na zilikuwa hatari. Mara 7. Si ndio? Yeah. Kwa mtu yoyote ambaye anafuatilia mpira kwa njia ya takwimu, hilo ni swala la hatari mno. Yeah. Kwamba kilichowafanya Cape Verde, tunawapa sifa kwanza Cape Verde, tunawapa sifa kwanza kipa wao kwa kuweza kuchomoa mashuti hatari yaliyomfuata yeye 7. Tunampa sifa hiyo, lakini katika kumpa sifa yeye hatuwezi kuwapondea walioshindwa kuconvert hizo nafasi 7. Hii inamaanisha hivi, Cape Verde angekutana na Ujerumani ambaye alicheza na Curaçao akamfunga goli 7, ambao tunaweza tukasema kwamba conversion rate ya Ujerumani hatuwezi kuifananisha na conversion rate ya Spain. Kwenye analysis hapa tumesema kabisa Spain kinachomshinda sasa hivi ni uwezo wake yeye wa kuconvert shots kuwa goli. Siku mtu yoyote yule akiweza kuconvert shots zake kuwa magoli, kuna uwezekano Cape Verde akajutia kufika kombe la dunia. Lakini kwa sababu siku hiyo bado haijafika, tuseme hivi, watu wote wanaofuatilia mpira, wanaojua uwezo wa Argentina, wanaojua uwezo wa Cape Verde, japo ni mdogo kwenye ukilinganisha na uwezo wa Argentina, wanajua kwamba hii game itakuwa ni ngumu sana kwa Cape Verde. Cape Verde ana game ngumu sana kwa sababu kila mtu anamtazama yeye. Yeah. Sisi wote au tuseme sisi wengi hatumshabiki Cape Verde kwa sababu tunajua anaweza kumfunga Argentina. Tunamshabikia Cape Verde kwa sababu tunajiuliza ataweza kuzuia huu mfupa? Yaani ile wanasema nani atamfunga paka kengele? Kwa sababu katika hizi hatua za mwanzo hakuna mtu anataka kukutana na Argentina. Watu wengi wanataka wakutane na Argentina ambaye tayari ameshachoka, yuko robo finali, yuko nusu finali, ndio sasa wajipigie au chochote kitokee. Hakuna mtu anataka readily kukutana na Argentina. No. Sasa if it comes to a good day, kuna uwezekano kukawa na tafrija kubwa sana hiyo. Unashangaa watu wanamshangaa Messi, wengi wanasema wanaweza na idol. Ilitokea hata ile mechi, kuna mechi fulani Panama alikuwa anacheza na Thierry Henry alikuwa kwenye podium kama commentator. Yeah. Mchezaji wa Panama alivyofunga goli alikimbia akashabikia kwenda kushabikia na Thierry Henry akiwa kwenye jukwaa. Kwa hiyo it happens. Lakini nasema if it falls on a good day kwa Argentina, kuna namna Cape Verde wanaweza wakajutia kushiriki kombe la dunia. Lakini sifuti uwezekano kwamba chochote kinaweza kikatokea. Kwenye football chochote kinawezekana, na Cape Verde ametumia nguvu nyingi sana kuqualify kwenda kwenye hatua ya 32. Mtu kama Argentina alikuwa na luxury ya kupumzisha wachezaji zaidi ya 7 kwenye kikosi chake cha mwisho alichocheza. Of course, yani alobaki kwenye timu ya iliyocheza mechi ya pili alikuwepo ni Lautaro Martinez na kipa Emiliano Martinez Dibu. Walikuwa wameweza kurudi tena dimbani, lakini alipumzisha midfielder yake yote, alipumzisha striking force yake mtu kama Lionel Messi, alipumzisha fullback wake wote wawili, wakakaa bench kwa ajili ya kucheza hatua ya mtoano. Kingine unakutana na mchezaji ambaye havunji rekodi, anazigaragaza, yani rekodi zinamfukuza na yeye hana mbio sana, kwa hiyo rekodi zinamshika. Lionel Messi, mchezaji ambaye kwa sasa ndo anamiliki rekodi ya kufunga magoli mengi all the time kwenye World Cup, mchezaji ambaye anamiliki rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kufunga mechi 7 mfululizo za World Cup. Ni mchezaji ambaye mentally kwanza amerelax, kwa sababu kashafanya kila kitu ambacho football kilikuwa kinamdai. Hichi anachofanya sasa hivi ni nyongeza. Naogopa sana kumkuta mtu unayecheza naye amerelax, hajapanic. Na anacheza na nani? Anacheza na Cape Verde, timu ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza, ina kila sababu ya kupanic inapokutana na timu kubwa, ina kila sababu za kupoteza kama siku yao uwanjani haikuwa bora.
unakutana na midfielder ambazo zimeweza kuperform kwenye big stage kama McAllister, kama Enzo, Depaul. Ni midfielder ambazo zimeweza kuperform kila stage walizofika. Wanaenda kutana na midfielder ambayo probably kwa namna moja au nyingine wanaweza wakacheza ligi ambazo watu hawazijui, lakini ile spirit iliyochezwa nayo against watu kama Spain wanaweza wakaidondosha tena kwenye game against Argentina. Lakini kama alivyosema Muro, kuna vitu vinatofautiana na conversion rate. Wanasema expected goals. Unacheza na mtu ambaye conversion rate yake ni kubwa kiasi gani. Kwa haraka sina takwimu sahihi, lakini na uhakika 70% za shot on target za Messi yalikuwa magoli. Messi kakosa shot on target ambayo everybody anaizungumzia, ni ile penalty. Ndo kipekee ambacho kimebaki kwenye kumbukumbu za watu, lakini zote alizopiga takriban 70-80 yamekuwa magoli. Unakutana na Lautaro Martinez, mbaya zaidi unamtoa Lautaro Martinez, anaingia mtu kama Julian Alvarez. Sioni sababu ambayo itakuwa inawanyima watu wengi wanaoangalia mpira kuona Cape Verde ana sehemu ya kutokea. Huwezi kulinganisha conversion rate ya mtu kama Ozabayal na Ferran Torres wakakukosa watu wawili, alafu nyuma yake unakuja kutana na watu watatu ambao wanafunga for fun: Lionel Messi, Lautaro Martinez na Julian Alvarez. Hao watu wote hawezi kukosa every time wanapokuja golini kwako. Mtu kama Oyarzabal dakika 30 za mwanzo mechi ya Cape Verde hajagusa mpira hata mara moja. 30 minutes. Yani huyo ni mchezaji wa mbele, dakika 30 hajagusa mpira hata mara moja. Huwezi pata statistic kama hiyo kwa Argentina. Kwa hiyo unaweza kusema timu iliyokuwa completed team kwenye World Cup hii, unaweza ukahitaja Ufaransa, ukahitaja na Portugal. Lakini ukisema kwenye timu iliyokamilika kucheza kitimu, ya kwanza kwenye top pale wako kwenye ranki ya kwanza ya FIFA kwa sababu ambao ni Argentina. Kweli hata nilikuwa natazamia siku moja nione game ya Argentina hii na wakicheza na timu kama Portugal hii ya sasa hivi, nione jinsi gani teamwork na individual brilliance inavyoanza kutofautiana, kwa sababu Portugal wanacheza kwa sababu wana watu wamecheza kwenye big stage na wakaperform wao kama wao. Lakini kwa timu kama Argentina unaikuta ni timu ambayo ina break pattern za wale ambao wanajiita individual brilliance. Wao wanatumia teamwork. Anavokaba Enzo Fernandez, anavokaba McAllister, anavokaba mtu kama Depaul, unaona kabisa ni mchwa. Hapo bado hajaingia Lo Celso, hajaingia Paredes, hajaingia Nico Paz. Yani ni watu wamesheheni ambao mtu yoyote anafanya kile kinachotakiwa kifanyike katika timu na sio individual. Unamkuta Lionel Messi tu anaweza akatembea dakika 20 uwanjani, the moment mpira uko kwenye mguuni ni swala lingine, scoreboard inacheza. Messi kwenye mechi, Messi anafanya to and fro movement. Anatembea hapa paka pale, hapa paka pale, hapa paka pale, hapa anazunguka tu. Anajaza nafasi, anaongeza tu namba kwenye box. Anaongeza namba kwenye box. Sasa the moment utampigia pasi Messi, hapo ndo utajua Messi ni nani. Nadhani pia Messi anachokifanya uwanjani, anafanya wachezaji, kuna baadhi ya wachezaji wanakuwa free sana uwanjani. Unakuta kuna wakati Emiliano yupo free ama Alvarez yupo free, kwa sababu unakuta wachezaji 4-3 macho yao yapo kwa Messi. Hao wengine wanakuwa hapo free kidogo. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho mimi nakiona kinawapa nguvu sana, kinawapa advantage kubwa sana Argentina wanapokuwa uwanjani. Tenda tuachie game ya Colombia dhidi ya Ghana. Colombia ambaye alimpa game ngumu sana Uingereza. Portugal. Anaenda kucheza dhidi ya Ghana ambaye tunasema ni kashinda mechi moja, ka draw, kafungwa. Mwendelezo wake si mzuri sana. Hii ni tunasema ni mlango wa kutokea wa Ghana. Ukiangalia mpaka sasa hivi sijasikia watu wakiwa wanawataja dark horse and everything kwenye World Cup hii, kwa sababu kila timu ina deliver. Lakini trust me, katika timu usiombe kukutana nayo ni Colombia. Of course. Nimeangalia game nyingi za karibia zote za World Cup hii 2020 na 2026.
sijapata kuona timu ambayo inacheza kama mchwa kama Colombia na Japan. Colombia watu wote wako kwenye mwendo muda wote wa mpira. Mtu kama James Rodriguez leo hii anacheza kama faza wa timu, lakini anachokitoa ni kama ana umri wa miaka 22. Luis Diaz ni amezaliwa upya. Sanchez huwezi kuamini kama ni yule aliotemwa Spurs, watu wakamfungia vioo akaenda Galatasaray, sasa hivi anacheza kama ndo kwanza amezaliwa, ndo kwanza anahitaji kutoka kama underground. Colombia ni timu moja ambayo sijategemea kama kina Lema wanaweza wakatoa burudani hili mpaka sasa hivi. So kwa Ghana wanaenda kukutana na mziki mkubwa sana. Yani iwe tu kweli kwamba wanaweza wakatumia mbinu walotumia against Uingereza, wakae wengi nyuma ya mpira ili wasubiri muda uweze kwenda. Lakini hicho kitu kama wangeweza kukifanya against Portugal kilifanyika. Wakina Vitinha walikaba sana chini, lakini mashuti ya kwenda langoni yalikuwa mengi sana kwa upande wao. Kwa hiyo Ghana ana mechi ngumu. Hata grupu lao walopita halikuwa ni grupu gumu sana, though amekuja kuqualify mechi yake ya mwisho kwa sababu alianza kuzingua kuanzia game ya kwanza, lakini nafikiri alianza kupata matatizo baada ya Thomas Partey kushindwa kucheza game yake ya ufunguzi. Lakini kuanzia Thomas Partey amejumlishwa kwenye kikosi, wamepata suluhu na wameweza kuqualify kwa ajili ya round ya 32. Kama Colombia waliweza kuwazuia Ureno. Ni Ureno ndo walomzuia Colombia. Kwa sababu Ureno alipelekewa moto sana kwenye game ile. Na ile toe ndo ilosababisha Ureno asifungwe ile game. Ile offside line, I don't know VAR imecheki vipi, lakini it is what it is. Lakini Ureno yeye ndo aloshikilia bomba kwenye game ile. Okay. Kwa hiyo tunaenda na Ghana. Wapi? Ghana ndo na muziki ana muziki mzito zaidi. Mimi kwa mtazamo wangu naona Ghana ndo anataka. Mtangazaji atuambie tunaenda na Ghana wapi? Atuelekeze. Hatua ya 16 bora. Kwa mimi sioni Ghana akiqualify, lakini football lolote linatokea. Lolote linaweza likatokea, lakini kwa kweli mzani umeelemea. Yaani namna ambavyo Colombia wanacheza bro. Namna ambavyo Colombia wanacheza ni huzuni. Yaani kwa mpira wetu wa Afrika huu wa papatu. Nadhani timu pekee ambayo inaweza ikaenda toe to toe na Colombia, yani kwa effort, ni Congo. Yani Congo wanaweza wakaenda toe to toe kwa sababu Congo kuanzia backline, midfield mpaka striking force wanacheza kama kitu kimoja, kitu ambacho Colombia wanafanya pia. Mzee ule aliyemsimamisha Kane bana roho ufungi. Amemruhusu atupie. Kasema Cape Verde anaenda tu inafuata. Tunaenda naye. Yani Cape Verde apate anafunga kwa mujibu wa mzee. Kwa mujibu wa mzee. Unajua wazee ni wa kuwaheshimu sana. Okay. Lakini mzee anapotaka kukosewa heshima anakuwa tayari ameshaamua kukosewa heshima. Kuna vitu ambavyo kama aliweza, sijui kama yeye ndo alisababisha kwamba Kane asifunge, I don't know. Kwa imani yake inamruhusu yeye akufunga, kwa imani yake ndo inaruhusu na imetuaminisha yeye ndo alichokisababisha kwamba Kane asifunge. Lakini bro, reputation yake itaharibika kwa kusema kwamba Cape Verde atamfunga. Angeishia pale pale. Kuna vitu vingine utakiwa kuvisema. Hata kama ana imani, yes, ana imani kwamba Cape Verde atamsimamisha Argentina, ilibidi iishie kwenye kuta 4 za chumbani kwake. Kitendo cha kutoka uraiani na kusema Argentina wanaenda kusimamishwa. Utaweka wapi sura yako? Utaweka wapi sura yako wewe Cape Verde akimtoa Argentina? Utaweka wapi sura yako? Mimi kuna vitu vitatu na uhakika navyo. Cha kwanza, Mungu yupo. Sahihi. Cha pili, mimi ni mwanaume. Cha tatu, Argentina atolewe na Cape Verde. Hivyo ni vitu vitatu. The only way unaweza ukaamini Cape Verde anaweza kumtoa Argentina ni kama utaamua tu kuwa tofauti. Kuna watu duniani ambao wanapenda wawe na mawazo ya peke yao, lakini kuna kitu ambacho dunia nzima inaona. Cape Verde atakuwa na kazi kubwa sana dhidi ya Argentina, lakini mimi si eliminate fact kwamba chochote kwenye boli kinaweza kikatokea. Yani hiyo siwezi kueliminate. Lakini kusema moja kwa moja, lakini kumhakikishia mtu kwamba sikia bro,
Cape Verde anamtoa Argentina, hilo siwezi. Ila kumwambia kwamba mtu kwamba I say as long as hizi dakika 90 bado hazijachezwa, chochote kinaweza kikatokea. Hiko naweza nikasema. Bwana, hivi ndivyo meza Game Time inavyoona kwenye mchezo wa hatua 32 bora. Wengi wanamuona Argentina akienda hatua inayofuata, lakini mzee anakuambia Cape Verde ana kitu cha kuonyesha kwenye mchezo huu. Subiri na kuona ni nani ambaye atakwenda hatua inayofuata. Hivi ndivyo tunamaliza michezo ya hatua 32 bora. Tunasubiri hatua ya 16 bora. Ni nani atakwenda hatua ya 16 bora? Ni jambo la kusubiri na kuona. Jina langu ni Andrea Masawe. Mitandao yangu ya kijamii unaweza kunipata kwa Andrea_Masawe 14. Nipo na Muru King. Unaweza kumpata kwa jina la Muru King_. Unaweza ukanipata kwa jina la Muru King_ pale Instagram, lakini mtandao wa X zamani Twitter napatikana kwa jina la Muru King. Kono wangu wa kuume, kono wangu wa kulia yupo Skills Sensei. Unaweza kumpata kwa jina la Skills_Sensei. Unaweza kumpata pale Instagram na mitandao yote ya kijamii X. Anatumia jina hilo hilo la Skills_Sensei. Episode ya Game Time unaipata kwenye page ya Dimbani Connect pale YouTube. Ipo full episode pale, lakini clip zote unazipata kupitia mtandao wa Instagram, Facebook, X zamani Twitter, lakini pia TikTok kwa jina la Dimbani Connect. Unapata clip zote za Game Time. Uwe na wakati mwema. Game Time tunavyo sisi.